NIMR Tanga, muhimili wa utafiti kwa afya bora. Tunawakaribisha wadau mbalimbali kushirikiana na sisi kwenye kufanya tafiti ili kuboresha huduma zetu za afya kwenye jamii. NIMR imekuwa ni sehemu washirika wetu wa karibu na katika hospitali yetu imetusaidia sana kuwahudumia wananchi wetu. Fahamu kuhusu kituo cha utafiti cha NIMR Tanga, kituo mahiri katika utafiti wa majaribio ya dawa, chanjo na tafiti za kimaabara. Tupo katikati ya jiji la Tanga, maarufu kama jiji la Huba, lenye uzuri wa kipekee unaovutia wengi, upepo wa bahari ya Hindi na historia isiyochuja. Wahenga walisema penye nia ipo njia. Kwa NIMR, afya bora ni lengo linalotekelezwa kwa dhati. Serikali ya Tanzania, ikitambua kuwa maendeleo hayawezekani bila afya njema, ilianzisha NIMR mwaka 1979 chini ya sheria ya bunge namba 23. Taasisi hii ilipewa jukumu la kusimamia tafiti za afya ili kusaidia kutunga na kuboresha sera zenye tija. Leo NIMR ina vituo 7 kote nchini, na NIMR Tanga ni miongoni mwa vituo vinavyojivunia historia ya mafanikio makubwa katika tafiti za afya. Dr. Vito Baraka, kaimu meneja wa kituo, anatuongoza kufahamu zaidi kuhusu mafanikio ya kituo hiki. Na kituo chetu kimeanza kuwa kinafanya kazi kuanzia mwaka 2005 ambapo kilianza kikiwa chini ya Amani Center. Amani Center ilikuwa ndio center ya kwanza, center mama ambayo ilizaa kituo cha NIMR Tanga na pia NIMR Amani. Moja ya eneo ambalo tumefanyia kazi sana ni eneo la matibabu, tunaita case management. So tumefanya tafiti mbalimbali ambazo zimechangia mabadiliko makubwa ya sera nchini na kuleta matibabu ambayo ni bora zaidi na yenye ufanisi mzuri zaidi kwenye jamii. Tutakumbuka kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia dawa ya chloroquine ambayo ilifanywa sana kazi miaka ya awali, miaka ya 70, 80. Lakini baadaye kwa sababu ya usugu karibu miaka ya 90, taasisi ikafanya pia tafiti kujaribu kutafuta mbadala, na ikaonekana kwamba dawa ya SP itafaa na ni bora zaidi kwa ajili ya matumizi. Ikaingizwa kama sera mpya ya matibabu nchini, na baadaye baada ya miaka kadhaa ikaonekana dawa hiyo imeshaanza kuleta vimelea vya usugu tena. Kwa hiyo baada ya hapo taasisi ikafanya tafiti mbalimbali ambazo zimesaidia kuleta dawa mpya za mseto wa malaria ambazo zinatumika sasa hivi mahospitalini kwa ajili ya kutibu magonjwa ya malaria. Kuna malaria ambayo tunaita isiyo kali. Kwa hiyo hizo zimekuwa dawa za mstari wa mbele na ndo zinatumika kwenye miongozo yetu ya matibabu katika mahospitali mbalimbali nchini. So eneo lingine ambalo kituo cha Tanga kinafanya sana tafiti ni eneo la chanjo. Tunajua chanjo ni muhimu sana kwenye kinga za magonjwa mbalimbali, na moja ya ugonjwa ambao tunaupa kipaumbele kwenye tafiti zetu za chanjo ni ugonjwa wa malaria, na kituo chetu kimefanya tafiti mbalimbali ambazo zimesaidia kwenye hatua tofauti za tafiti ambazo zinasaidia kuleta chanjo kwenye jamii. Moja kati ya chanjo ambayo tumeifanyia kazi ni chanjo ya RTCS, lakini pia tuna chanjo nyingine ambazo tulishiriki kwenye hatua mbalimbali za ugunduzi wa zile tunaita targets kwa ajili ya matengenezo ya chanjo ambazo zinahusisha targets mbalimbali. Maabara za NIMR Tanga zilizotunukiwa ithibati ya kimataifa
ni nguzo muhimu katika shughuli za kisayansi. Zimejengwa kwa teknolojia ya hali ya juu na vifaa vya kisasa vinavyowezesha uchunguzi wa kina wa magonjwa mbalimbali. Katika safari yetu ya leo, tunaanza kwa kufungua ukurasa wa mafanikio ndani ya maabara maarufu ya Umbrella, tukiongozwa na Bwana Atanas Dastan Mhina, afisa ubora wa maabara. Hii ni maabara ya immunolojia ambayo inahusika hasa na upimaji wa kinga mwili kwa ajili ya utambuzi wa maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Na hususan maabara hii inahusika hasa kusaidia mpango wa taifa wa udhibiti wa magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele au kwa Kiingereza tunasema neglected tropical diseases. Kwa hiyo hii maabara ni maabara ya mfano ya Wizara ya Afya kwa ajili ya kusaidia upimaji wa sampuli mbalimbali kwa ajili ya kugundua vimelea vinavyosababisha magonjwa haya ambayo yalikuwa hayapewi kipaumbele. Na hususan maabara hii inahusika na upimaji wa ugonjwa wa usubi au kwa Kiingereza unaitwa onchocerciasis, lakini pia ugonjwa wa tunasema ngirimaji au lymphatic filariasis. Hii ni maabara nyingine ya virolojia, na maabara hii inahusika zaidi na upimaji wa wingi wa virusi vinavyosababisha maambukizi ya ukimwi kwa watu wazima, lakini pia na utambuzi wa virusi vya ukimwi kwa watoto wadogo. Maabara hii ina ithibati ya kimataifa kutoka SADCAS. Kwa hiyo maabara hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa wizara na kwa mpango wa taifa wa udhibiti ukimwi, kwa maana ya kufuatilia uwezo wa dawa hizi za kufubaza virusi vya ukimwi, lakini pia utambuzi wa virusi vya ukimwi kwa mapema kwa watoto wachanga ambao wamezaliwa na wamama ambao wana maambukizi. Hii ni maabara ya microbiolojia na inahusika zaidi na uoteshaji wa vimelea vya bakteria ambavyo vinasababisha maambukizi mbalimbali kwa binadamu. Kwa tunafanya ufuatiliaji kwa wagonjwa, na kwa sasa tunafanya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Bombo pamoja na kituo cha afya cha Ngamiani kwa hapa Tanga mjini. Tunazalisha taarifa ambazo zinazohusiana na usugu wa vimelea vya dawa, ambavyo taarifa hizi zinasaidia wizara kujua hali ya usugu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na hivyo kuwekeza sasa katika afua ambazo zitasaidia kuondokana na tatizo hilo. Ili kufahamu zaidi, tunazuru maabara kuu General Lab tukiongozwa na Bwana Juma Tupa, mtafiti na mkuu wa maabara hii, ambaye anatufahamisha zaidi kuhusu mitambo na shughuli za utafiti zinazofanyika. Maabara hii General Lab inahusika na mambo mbalimbali na vitengo vitatu, ndio maana ikaitwa General. Kitengo cha kwanza ni kuhusu upimaji wa malaria, wanaita malaria microscope. Kuna kitengo cha pili kinaitwa molecular unit, ni uchakataji wa DNA na upangaji wake, na kuna kitengo cha mwisho kinahusika na mambo ya
kuangalia ufanyaji wa kazi wa figo pamoja na ini, clinical chemistry. Kama unavyoona hapa kuna upimaji wa malaria unaendelea, na hapa huwa tunapokea sampuli kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuangalia ubora wake. Serikali kupitia Wizara ya Afya na mpango wa kutokomeza malaria NMCP walichagua kituo hiki cha Tanga kupima vimelea vya malaria kwa kutumia darubini, kwa kuwa kimebobea katika upimaji wa malaria kwa muda mrefu, na pia vile pana wataalamu ambao wamepitia kozi mbalimbali za malaria na wamekuwa accredited, wana zile sifa za upimaji wa malaria. Mbali na shughuli za utafiti, maabara hii pia hutoa fursa ya mafunzo ya utumiaji wa vifaa kama darubini kwa watumishi wapya na wanafunzi wa mafunzo kwa njia ya vitendo na wanafunzi wa shahada ya udhamiri na udhamivu. Bwana Juma Tupa anaeleza zaidi. Na vile vile katika kitengo hiki tunayo darubini ya kufundishia inaitwa teaching microscope. Darubini ile ni nzuri kwa kuwa inaweza watu zaidi ya 5 mnaweza mkakaa pale na kuweza kufundishwa jinsi gani ya kutumia ile darubini na jinsi ya kujua vimelea vya malaria. Hii tunaitumia hasa kwa wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali, wanakuja hapa vyuo vikuu 2, kuna UDOM na wengine wanaokuja katika mazoezi, na vile vile wanaokuja field wao tunafundisha, na pia vile vile kwa wale wa junior staff waajiri wapya wakija, ili kujengea uwezo kwanza tunaanza kuwafundisha kutumia darubini ile pale. NIMR Tanga inajivunia juhudi zake za kipekee katika kufanikisha utafiti wa magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele kama vile usubi, matende na mabusha. Mimi naitwa Dr. Bruno Mbando, ni mtafiti mkuu ambaye nafanya kazi na Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu. Kwa ugonjwa wa usubi, kama mnavyofahamu, ni ugonjwa ambao umekuwa ukiathiri maeneo mengi ambayo yalikuwa na mito yenye maji yaendayo kasi, hususan milima ya Usambara, lakini napitia katika milima ya Udzungwa, maeneo ya Morogoro yote, halafu pia mpaka maeneo ya kule Ruvuma. Maeneo ambalo tunafanya utafiti ambako ni Mahenge ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa sugu kwa ugonjwa wa usubi. Na kama tunapofahamu, ni usubi ulianza kupatiwa matibabu katika eneo hilo kwa kutumia dawa ya Ivermectin mwaka wa 1997. Lakini tulipofanya utafiti wetu wa kwanza kwa mwaka wa 2017, tuligundua kwamba bado kulikuwa na maambukizi makubwa sana ya ugonjwa wa usubi, ambapo takriban watoto 42 katika kila watoto 100 walikuwa wana viashiria vya kubeba vimelea vya ugonjwa wa usubi. Kwa hiyo matokeo haya yalionyesha kwamba japokuwa kwamba kumekuwa na matumizi kwa muda mrefu ya dawa ya Ivermectin kwa ajili ya kupambana na usubi, bado tatizo hilo lilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo pia utafiti wetu huo ulionyesha kwamba kutokana na hali hiyo ambayo ilikuwa mbaya ya ugonjwa wa usubi katika maeneo hayo, mapendekezo ya utafiti ule ilikuwa kwamba mfumo wa kutoa dawa za ugonjwa wa usubi unaweza ukawa na changamoto, na tulipendekeza kwamba ikiwezekana basi serikali ichukue hatua za kutoa dawa angalau mara 2 kama inavyofanyika katika maeneo mengine ambayo yana changamoto kubwa ya ugonjwa wa usubi. Na serikali kwa mwaka uliofuata, yani mwaka wa 2018, ilianzisha mpango wa kutoa dawa mara 2 kwa eneo la Mahenge hususan, ambalo lilikuwa na kiwango kubwa cha matatizo ya usubi, na tunaamini kwamba hilo nalo lilipelekea sana kufanya upungufu wa maambukizi katika maeneo yale. Kituo hiki kina vitengo mbalimbali kikiwemo kitengo cha takwimu na tehama ambacho ni muhimili muhimu wa tafiti zetu za kisayansi. Hapa teknolojia inatumika kwa umahiri kukusanya, kuchakata na kuhifadhi takwimu za utafiti kwa usahihi wa hali ya juu. Ni kitengo kinachoongozwa kwa weledi,
ili kupata matokeo yaliyo bora na yenye ufanisi. Hii ni TEHAMA inayofanya sayansi kung'aa. Kwa jina naitwa Gineson Nkya, ni afisa TEHAMA mwandamizi katika kituo cha NIMR Tanga. Katika utafiti, idara ya ICT pamoja na data, yani ICT unit pamoja na data, tunashirikiana katika kazi mbalimbali. Moja hapo ni kuandaa zile tool ambazo zinaenda kutumika kusanya data kwenye za utafiti. Pamoja tukishaandaa tool, data zikienda kukusanywa, zikija kwenye server tunazipokea, then tunazifanyia cleaning kwa ajili ya kufanywa analysis. Vile vile pia tunashughulika katika kufanya backup, kuhakikisha kwamba kile kinachozalishwa kinatunzwa. Kwa tunafanya backup kwenye vifaa mbalimbali. Kuna external drive ambayo tunazihifadhi, na data nyingine tunatuma kwenye server yetu, server ya taasisi ambayo iko makao makuu kwa ajili ya kutunzwa. NIMR Tanga inasimamia kituo kidogo cha Korogwe. Kituo hiki kilichopo ndani ya hospitali ya wilaya ya Korogwe ni moja ya nguzo muhimu za utafiti zinazoendeshwa kwa weledi wa hali ya juu. Kikijivunia miundombinu ya kisasa na wataalamu waliobobea katika utafiti, kituo hiki kimekuwa nguzo ya matumaini kwa jamii, kikitekeleza tafiti za kina na za kimkakati. Bwana Samuel Gesase, mkuu wa kituo cha Korogwe, anatufahamisha shughuli mbalimbali za utafiti zinazofanyika hapa, zikiwemo uchunguzi wa magonjwa na majaribio ya tiba mpya. Tulianza shughuli za utafiti wa vijijini na baadaye tukawa tumeweza kupata eneo la kufanyia kazi ndani ya hospitali ya Magunga. Katika eneo hili kuanza na shughuli za utafiti vijijini, kuangalia kiwango cha maambukizi ya malaria katika vijiji viwili, ambacho kingine kiko bondeni na kingine kiko milimani. Lakini baada ya hapo shughuli zetu za kiutafiti zilipanuka, kwa tunafanya tafiti katika maeneo ya hospitali na vijijini vile vile. Mwaka 2007 tuliweza kuanza utafiti wa chanjo ya malaria ya RTSS. Ilikuwa ni awamu ya pili, ambapo tuliandikisha wagonjwa 450 katika kituo chetu cha NIMR Korogwe na wagonjwa wengine 450 katika kituo cha nchi jirani ya Kenya, Kilifi. Utafiti ule uliweza kuonyesha kwamba chanjo ya malaria inafanya kazi, kwani iliweza kukinga maambukizi ya malaria kwa zaidi ya 50% baada ya ufuatiliaji wa zaidi ya mwaka mmoja kwa watoto wenye umri kati ya miezi 5 wakati wanapewa dozi ya kwanza na miezi 17. Na matokeo haya mazuri yaliweza kupelekea kuanza kufanya awamu ya 3 ya utafiti wa chanjo ya malaria, ambayo ilihusisha vituo vingi zaidi, ambapo kwa ujumla katika kituo chetu cha Korogwe tuliandikisha wagonjwa 1505 na ufuatiliaji huu ulidumu kwa muda mrefu. Baada ya miaka 3 tuliweza kutoa majibu, lakini tuliendelea na ufuatiliaji wa muda mrefu zaidi, na baada ya miaka 7 pia tuliweza kutoa matokeo. Matokeo ya ufuatiliaji baada ya mwaka mmoja katika utafiti huu uliohusisha vituo vingi zaidi ilionyesha kwamba chanjo ya malaria inafanya kazi kwa zaidi ya 50%. Lakini baadaye tuliendelea na ufuatiliaji wa muda mrefu ambao umeendelea kuthibitisha kwamba chanjo ya malaria iliweza kukinga maambukizi ya malaria kwa zaidi ya 30% baada ya ufuatiliaji wa miaka 6. Kwa hiyo matokeo haya mazuri yalipelekea chanjo ya malaria kuweza kupata mapendekezo ya kuidhinishwa kutoka European Medicine Agency EMEA mwaka 2015. Na ilipofika mwaka 2021 basi shirika la afya duniani waliweza kuipitisha chanjo ya malaria ili iweze kutumika kuwakinga watoto katika nchi zilizoko katika ukanda wa Afrika, wa joto Afrika, itolewe ikiwa sambamba na chanjo zingine zinazotolewa kwa watoto. Karibu katika maabara ya utafiti ya Korogwe.
kitovu cha sayansi na uvumbuzi. Katika ziara hii, tunakutana na wataalamu wenye maarifa ya hali ya juu na wanatukaribisha kwa bashasha, wakitufahamisha mitambo ya kisasa iliyopo ndani ya maabara hii. Hapa, kila kifaa na kila teknolojia vina jukumu muhimu, kutoka uchunguzi wa magonjwa hadi kutengeneza suluhisho la afya kwa jamii. Jina langu naitwa Joyce Mbwana, ni mwandamizi maabara na pia ni msimamizi wa hii maabara ya NIMR Korogwe. Hapa tupo kwenye maabara ya microbiolojia. Maabara yetu hii tunaangalia sana sana vimelea vile vinavyosababisha, vimelea vya bakteria vinavyosababisha magonjwa kwa binadamu. Kwa majina naitwa Shamariam Hassan Kalage, ni mtaalamu wa maabara kitengo cha microbiology, ambapo tuna deal na magonjwa ya binadamu ambao na bakteria ambao wanasababisha magonjwa ya binadamu. Pale ambapo mgonjwa anakuwa na sifa zinazokidhi vigezo ambavyo tunavihitaji, tunachukua sampuli. Baada ya hapo tunaziotesha katika media ambazo ni specific kwa ajili ya kuwaotesha hao wadudu. Hivyo mgonjwa anapofika, unasajili sampuli yako, unakuja unaiotesha, na kama atakuwa na shida, kuna baadhi ya bakteria wanakuwa na sifa zao binafsi wanapoota. Kama unavyoona, kuna media ambazo tunazitumia kwa ajili ya kuwa differentiate hao bakteria, kwa tofautisha bakteria mmoja kwa bakteria mwingine. Na akishapatikana bakteria huyo, tunaendelea na testi nyingine za biochemical test tunaziita, sababu kila bakteria anakuwa na sifa zake. Kwa majina naitwa Mohamed Bakari, ni mwanasayansi wa maabara. Hapa tulipo ni kitengo cha molecular biolojia, ambapo tunachakata sample tofauti ikiwemo sample za stool sample, kinyesi, damu, ambazo katika hizo sample tuna extract DNA. Tunatoa DNA kwenye zile sampuli kwa ajili ya kwenda kuzifanyia sequencing. Sequencing ni teknolojia ya kisasa ambayo inatoa majibu kwa haraka na majibu ambayo yapo accurate. Kwa majina naitwa Sufiani Simba, ni mtaalamu wa maabara katika kituo cha NIMR Korogwe, na katika kitengo chetu hichi cha parasitolojia tunaangalia vimelea vya malaria katika slide kwenye adubini. Kama ulivyoonekana kwenye vitengo vingine wakiwa wanaandaa hizi, na kwa muonekano wake ni kama huu ambavyo tunaleta kwenye kitengo chetu cha parasitolojia, kisha tukishaandaa slide zetu kama inavyoonekana, kuna vipande viwili, kitaalam tunaita thin smear na thick smear, ambavyo kwenye thin smear kitaalam tunaangalia wingi wa malaria na aina ya malaria ambazo zinapatikana katika mgonjwa ambaye atakuwa amekuja katika kituo chetu. Kutokana na uwepo wa maabara hizi, wananchi wananufaika kwa kiasi kikubwa na zimepunguza mzigo mkubwa kwa hospitali zinazofanya kazi na NIMR Tanga. Katika kujali na kuthamini afya ya Watanzania, maabara hii ilichukua jukumu muhimu katika kupima na kuchunguza uviko 19, ikichangia pakubwa katika juhudi za kudhibiti janga hili, kama anavyotueleza Dr. Daniel Minja. Tunaelewa kwamba uviko ilipotokea kulikuwa kuna shida kwa kufanya vipimo mbalimbali, na kwa wakati ule vipimo vilikuwa vinafanyika kwenye maabara kuu ya taifa. Kwa hiyo tukawa tumeona kwamba kwa uwepo wa mashine mbalimbali ambazo zinaitwa GeneXperts, kwa hiyo kwa wakati huo tukawa tunawaza kwamba tulete huduma ya upimaji karibu zaidi na wananchi, na kupunguza ule muda ambao watu watakuwa wanasubiria majibu kutoka labda Tanga kwenda au Korogwe au Lushoto kwenda paka
hospitali ya mkoa ya rufaa ya Bombo au kutoka pale kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kupata hivyo vipimo. Shughuli za utafiti zinazoendelea ndani ya kuta hizi ni ushahidi wa kujituma na ubunifu wa wataalamu wetu wanaojitahidi kubadilisha mustakabali wa afya kwa kizazi cha sasa na kijacho. Mbali na maabara, Korogwe pia inajivunia kitengo cha takwimu ambacho ni nguzo muhimu katika shughuli za utafiti. Hapa tunakutana na Bwana Mohamed Mapondela, mkuu wa kitengo hiki, ambaye anatuongoza kutambua mifumo ya kisasa ya ukusanyaji na uchakataji wa takwimu. Kitengo hiki kinachangia kwa kiwango kikubwa katika kuhakikisha tafiti zote zinapimwa kwa usahihi na ufanisi, huku matokeo yake yakitumika kutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya jamii. Sisi hapa kama kitengo cha data tunachofanya ni kuprint dodoso, ambazo dodoso hizo zinapelekwa kijijini kwa ajili ya kujazwa, na baada ya kujazwa zinarudi. Zinaporudi tunazipokea kwa kutumia logbook kama hizi, tunaziingiza kwa ajili ya kutunza kumbukumbu, na zile ambazo hazijafika tunajua ni idadi ngapi zimefika na idadi ngapi ambazo tumezitoa hazijarudi, na baada ya hapo tunaziingiza kwenye kanzidata, kwenye mifumo ya kompyuta. Kitengo cha dawa na chanjo kinachangia kwa kiwango kikubwa katika kufanikisha tafiti. Naitwa Regina Joseph Marugu, ni muuguzi, lakini kwenye taasisi hapa nafanya kazi kama designated pharmacist. Na wajibu wangu katika chumba hiki cha dawa ni kupokea dawa za utafiti, lakini pia na dawa zingine ambazo zinatumika kuwatibu wagonjwa wanapokuwa wameugua, na pia kuzitunza na kufanya accountability, kwa maana ya kwamba wakati zinapotumika kuhakikisha kwamba nimezirekodi na kuangalia kiasi cha dawa kinachobaki. Tafiti za NIMR Korogwe zimejikita katika maeneo ya vijijini ambapo ushirikiano na jamii ni muhimu kwa mafanikio ya utafiti. Dr. George Mtove anatuongoza kwenye safari ya kipekee kuelekea vijijini, kutufahamisha jinsi wanavyotekeleza tafiti kwa kushirikiana moja kwa moja na wananchi. Hapa utafiti si jambo la wataalamu pekee, bali ni juhudi za pamoja zinazolenga kuboresha afya na maisha ya watu wa maeneo hayo. Mapokeo kwa kweli ni chanya na mapokeo ni makubwa sana. Tafiti kama nilivyosema zinakuwa na ufadhili, zinaweza kuwa na uwezo wa kutoa hizo huduma hasa kwa maeneo ambayo kwa ujumla maeneo mengi yana vituo vya afya kwa sasa hivi na miundombinu ya usafiri ni mizuri, lakini uwepo wa mradi unaongezea unafuu zaidi pale inapotokea dharura. Kwa mfano, miradi yetu imejipanga kwamba inatoa hizo huduma hata inapotokea dharura, wagonjwa wanahitaji usafiri, mradi unatoa hiyo huduma kwa washiriki wale kuweza kufikishwa kwenye hospitali kubwa kupata huduma inayostahili, na hivyo kuweza kuokoa maisha na kuboresha afya na kuzuia madhara makubwa ambayo yangetokea kama mgonjwa angechelewa kufika sehemu ambayo angepata huduma inayotakiwa. Ushirikiano kati ya NIMR Tanga na taasisi mbalimbali ndani na nje ya nchi ikiwemo hospitali ya rufaa ya Bombo na vituo vya afya umeongeza ufanisi wa tafiti zinazolenga kuboresha afya ya Watanzania. Huu ni ushirikiano pekee ambao unaleta matokeo ya haraka na ya kudumu, yakilenga kuokoa maisha na kuboresha ustawi wa jamii. Dr. Patrick Paulo, mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Korogwe, anaeleza jinsi ushirikiano huu unavyowezesha matokeo bora ya utafiti na kuwanufaisha wananchi wa Korogwe. Ushirikiano mzuri na wa karibu na NIMR ambayo tulianza ushirikiano nao tangia mwaka 2003, ambao uwepo wao katika eneo letu na katika halmashauri yetu tumeweza kuwa tunashirikiana katika mambo mbalimbali ambayo kwamba wameweza kutusaidia pale kwenye ufuatiliaji wa huduma kwa watoto wadogo, lakini pia na kitengo cha mama wajawazito,
ambao tunakuwa tunashirikiana nao kwa pamoja kwa kuwapatia huduma mbalimbali, huduma za vipimo, huduma pia za madawa. Kwa hiyo NIMR imekuwa ni sehemu washirika wetu wa karibu, na katika hospitali yetu imetusaidia sana kuwahudumia wananchi wetu wanaopatikana katika halmashauri ya mji wa Korogwe. Kwa wanapata huduma hapa na pia wanapata matibabu hapa. Lakini pia NIMR pia wameweza kutusaidia baadhi ya majengo zamani ambayo yalikuwa yanatumika kwa ajili labda ya chakula, lakini wameboresha, ambazo zimekuwa kama ofisi ambazo tunazitumia katika kuhudumia hao wananchi wanaokuja kupata huduma. Lakini pia na kule kitengo cha RCH ambacho ni baba, mama na mtoto, kuna vyumba ambavyo walivirekebisha, walivijenga kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma. Kwa hiyo kuonesha jinsi gani NIMR tupo nao pamoja katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi wanaoizunguka mji wetu wa Korogwe. Utafiti ni muhimili wa maendeleo katika sekta ya afya, na NIMR Tanga imejizatiti kwa dhati kuendelea kuleta mabadiliko chanya. Dr. Vito Baraka anafunga ukurasa huu kwa wadau kushirikiana na taasisi kufanya tafiti ili kuleta mapinduzi ya afya bora kwa Tanzania. Tunatoa wito kwa wadau mbalimbali kutumia tafiti au shahidi za kisayansi kwenye kufanya maamuzi kwenye ngazi mbalimbali kwenye sekta ya afya. Lakini pia tunawakaribisha wadau mbalimbali kushirikiana na sisi kwenye kufanya tafiti ili kuboresha huduma zetu za afya kwenye jamii, lakini pia kwenye hospitali, kwenye matibabu. So NIMR tupo na wataalamu wapo kwa ajili ya kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na wa nje ili kuweza kuboresha huduma kwenye jamii zetu. Karibuni sana. NIMR Tanga, mahali ambapo sayansi inachangia mustakabali mzuri wa afya. Kazi ya utafiti ni safari isiyokoma. Safari ya mafanikio huanza na hatua moja, na hatua hizi zinaendelea kuleta mabadiliko makubwa katika sekta ya afya Tanzania. Kwa leo tunatia nanga hapa. Usikose kufuatilia makala nyingine za kuvutia kuhusu vituo vingine vya NIMR. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha makala hii, mimi ni Johari Buliro. Asante na kwaheri.